Hii ni semina ya siku moja iliyowakutanisha viongozi wa dini kwa siku moja katika jimbo la Kojani, na hii ikiwa imeandaliwa na mbunge wa Kojani na ambaye pia ni naibu waziri wa fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na moja kati ya mada ambazo zimezungumzwa ni uwepo wa amani, lakini pia ushirikiano katika jamii. UGA TV imepiga kambi hapa kuweza kukujuza mengi ambayo yanatokea. Semina hii imewakutanisha viongozi wengi akiwemo mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Bi Salama Mbaruku Hatibu, ambaye yeye anajiita Salama, naye amezungumza haya. Na haya yanayofanyika sio kwamba yalifanyika maeneo tofauti, maeneo mamoja tu, maeneo yote kwa Pemba yalifanyika. Ikiwa wengine ni wahanga kwamba waligomewa ndani ya nini, wako maimamu walikatazwa kusalisha, waligomewa ili wasiingie kwenye misikiti wakasalisha. Ndugu zangu, nataka niwafahamishe kwamba hadithi hii ambayo nimesema inasababisha kwa wakati huu tukipanda kwenye memba tukaieleza, tukawafahamisha watu ili wafahamu nyinyi kama ni watu wa fatwa. Yalitokea haya tukiwa tupo miongoni mwetu, tuliyaona haya tukiwa tupo miongoni mwetu. Macho tunayo, masikio tunayo, na msikitini tulikuwa tunaingia, lakini tulisahau kwamba ile ni nyumba ya ibada na maimamu ndio wasimamizi wa ibada. Kwa hiyo hapa kidogo nikasema kwamba tukumbushane, kwa sababu wakati umefika na tutakwenda huko. Wako viongozi sasa hivi wanasimama kwenye virili kuhubiri kwamba watu wagomewe, watu wagomewe, kauli mguu supu. Mimi niwaambie kwamba ukitokea mguu supu boflo siku pale tutatoelea tu. Tumefahamiana vizuri? Nyinyi ni maamira, mimi ni amirat. Tuko pale. Niko tayari kujitoa muhanga kwa wananchi wangu ambao nikula kiapo. Mbunge wa jimbo la Kojani Hamadi Hassan Chande alizungumza na kuwataka wa viongozi wa dini kuendelea kutunza amani hata katika maeneo yao. Wajibu wa imamu ni kutambua nafasi yake na kutambua majukumu yake. Leo tukiulizana maimamu hapa, maimamu wangu, nani ana statistic, ana takwimu ambayo inaonesha msikiti wake una waumini wangapi, mayatima ni wangapi, wajane ni wangapi, wanaoumwa sasa hivi ni wangapi, na wanaumwa maradhi gani, wenye ulemavu ni wangapi? Hiyo ni kazi ya imamu. Je, tunayo hiyo takwimu? Hata karibuni Ramadhani hapa ilipotokea msaada fulani, swala la amani ni jambo kubwa sana. Tuendelee kudumisha amani. Na nataka niwaambie, mimi wanafunzi wenu nimetembea nchi mbalimbali. Hizo nchi nyingine za mataifa makubwa hawafurahishi na neema hii tulionayo leo ya amani na utulivu. Kama mtakuwa mnakumbuka, siku ya tarehe 6 na tarehe 7 mwezi huu, European Parliament, bunge la Ulaya, walitoa waraka mkubwa tu kwamba akina fulani na fulani ambao wako ndani, hata kama walihatarisha amani, basi watolewe. Lakini namba 4 ya ile maazimio yao wanasema lazima Tanzania ihalalishe ndoa za jinsia moja. Na ndio hao miongoni mwetu tunawasapoti watu hao ambao mabwana zao ni hao. Nasema nadhani sema mnanielewa. Ndio hao miongoni mwetu ambao wanawasapoti watu hao ambao mabwana zao ni hao. Amani ni suala moja muhimu sana. Kidogo cha kwanza kwenda katika nchi ya Habasha. Zikatokea figisu uongo na wakarudi watu
kuja yakatokezea wakaenda katika kundi la pili ambacho kisa chake Sheikh Said kakitaja, ambao kwamba yakatokea kina Jafar bin Abi Talib na wengineo, haya aliyokuwa kaeleza. Kwa hiyo hijra ya Waislamu kutoka katika mji wa Maka kwenda zao katika nchi ya Habash, Waarabu wakatoka katika nchi za bara Arabu wakakimbilia Afrika, ni kwa sababu ya kuitafuta amani.